Assalam, mapenzi jamani, assalam. Nilizani nimepata bwana kumbe ni kichaa. Alhamdulillah. Kiukweli umenifurahisha sana Aisha, yani sikutegemea mwenyewe. Kweli? Sio vizuri sana. Yani sikutarajia hiki ambacho nimekipata kwako. Na hapo kidogo nisikia. Kidogo? Ndio kidogo tu. Utakuja kujua mwana. Sasa ukiongeza hapo mimi sitakufa. Kidogo bana. Mimi sio Masai unajua. Leo mtu kama anagonga. Baya. Wewe. Ali. Nichanganya. Vipi Jozi, mbona hujanipigia simu? Hiyo simu haikuhusu na haina umuhimu wote. Nataka kujua hivi viatu ni vya nani? Hivyo viatu. Hivyo viatu nilikuwa nimekuchukulia zawadi Karume. Kama nimekuletea zawadi yako. Hivi wewe chizi unanichukua kama mtoto mdogo Yaani kama mtu ambaye ana akili punguani. Hebu naomba niambie hivi viatu vya nani? Nataka kujua viatu hivi ni vya nani? Nipe jibu moja. Viatu vya kwako, sasa mimi nikujibu jibu gani? Viatu vyako. Afu mimi mtoto ujue. Wala sio kichaa. Sio umenielewa? Hivi viatu vimevalika na vichafu vinaonekana vimevalika muda mrefu tu. Sasa hizo uniambia hivi viatu mnaleta mimi zawadi. Wewe chizi. Nimevaa mimi. Sikiza nikwambia, usinifanye mimi mtoto. Umo ndani kuna nani? Niko mwenyewe. Ngoja nibadilishe ngoja sasa. Ngoja nibadilishe nguo alafu nakuja na kupitia tuondoke. Unasema unipitie wapi? Kama tunaenda kwenda wote huko ndani. Sitaki kukonfu na wewe, umesikia? Ndio ufanya nini? Ngoja nibadilishe nguo basi nakuja tuondoke. Kwa nini unakataza kuingia ndani? Una tatizo gani mpaka nisingie? Kwani siku zote soga unaingia? Sasa wewe una tatizo gani? Kama nikisha niingia. Shida sema unataka kutoka. Unataka kutoka? Wewe utatoka kama utaniacha ndani. Soga kitu. Usikani.
Tulia basi. Nilizani nimepata bwana kumbe ni kichaa. Nimeelewa sasa kwa nini ulikuwa hutaki mimi nigende. Nimeelewa hali. Sababu ni hiki. Kwa nini ulifanya hivi hali? Chozi. Yaani mbona unilipefezea hali kwa yote niliyokufanyia? Unaingiza mwanamke kwenye chumba nilicholipia kodi mimi. Kuna vitu nilivyonunua kwa pesa yangu. Wewe kitanda ninacholala wewe. Hali. Yaani unakaa na mtu ndani afu niambie. Hali unachukuliaje yani? Nilitakiwa nifaidi ila maumivu yamezidi. Maumivu yamezidi. Kaja stali ya kulosa. Nikajua ni mwamposa. Wenda labda ataniponya. Niambie basi kama kuna kitu nimekosa nirekebishe. Wewe unanifanyia haya hali. Mama kunilipa uchafu. Mama kunilipa hivi kweli hali. Wewe unayafanya. Sio? No. Sikiza nikwambie hali. Wewe nasikia. Ama tuongee tu vizuri. Hapa hamna uchafu. Kati yangu mimi na nani uchafu? Hebu sikiliza. Wewe ni malaya kwa mtulie basi. Huyu ni mpenzi wangu, ni mchumba wangu maana nataka kufunga naye ndoa. Baby. Yaani unaniita mimi malaya? Leo mimi malaya? Mimi malaya? Kisu chako kilikuwa kibutu, nikakinoa kwa sauti ya Zuchu. Leo nanona mimi kungu nitaki. Kaja stali ya kulosa, nikajua ni mwamposa. Wenda labda ataniponya, kumbe ndo kashanikoroga. Alhamdulillah, sina budi kusema alhamdulillah, uvumilivu umenishinda. Alhamdulillah, nitalizika. Alhamdulillah, nime Nini tena shoga yangu? Mbona unalia? Chozi. Nini tena shoga yangu unalia? Umefia? Sijafia Dalila. Dalila uwezi amini. Yaani uwezi amini. Yaani nimemfumania mimi kwenye kitanda changu na mwanamke mwingine. Kitanda nilichonunua mimi kwa hela yangu. Kila siku nimenunua mimi kwa pesa yangu. Na namkuta mwanamke mwingine kweli na shuka yangu mimi. Ali tena. Alafu nakwambia leo unanicheka. Kweli? Bora nipe ushauri. Sio kama nakucheka Chozi. Tatizo unamwamini sana Ali. Ali huyo umempangishia chumba chako. Umemwekea hayo makorokoro yote. Umemwekea TV, sijui sabufa, sijui manini. Wewe hata hicho kitu kimoja umiliki. Achana na huyu mwanaume. Alafu yote mimi nimefanya ni kwa mapenzi tu, yote angeweza kufanya. Hakupaswa kunilipa hali mimi. Ila kuanzia leo simtaki tena hali, simtaki.
Mimi najua hayo unayaongea tu. Hebu achana na hizo huzuni zako. Hebu mimi naomba nisindikize tupeleke ila kwenye kikundi. Ni mwamposa, wenda labda ataniponya, kumbe ndo kashanikoroga. Kaja stali ya kulosa, nikajua ni mwamposa. Oya mwanangu, mambo vipi Nsela? Poa vipi? Shwari kabisa mwanangu. Kama kawa ile. Bana samahani mwanangu. Ndio. Yaani Nsela mwenzio toka asubuhi sijapata kitu chochote mwanangu. Yaani sijala chochote. Sasa kama mwanaume mwenzio mshirika wanaomba kitu mwanangu nisaidie, hata jero au shilingi 1000 au 500 tunatosha mwanangu, nikapata hata kitumbua tu Nsela. Yaani nikupe mimi, yaani nitoa buku hata jero nikupe wewe au sio? Ndio wewe. Sasa umeona mwanangu, wewe si mwanaume kama mimi au sio bwana? Afu cheki yani ile isuli kama hivi kidali, si una nguvu za kufanya kazi ukipata hela. Sasa kwa ajili gani usiende kufanya kazi upate hela? Nimo zako siri mpaka nikaliwe nyuma, natoka alfajiri yani ile napigwa na upepo au sio bwana? Mpaka sasa hizi nina buku, afu buku lenyewe nitoe nikupe wewe Sela. Sikia, pita hivi kafanye kazi upate hela kama mimi. Usipite njiani kuombaomba mwanangu. We chizi nini? Kwani wewe ulikuwa unioni au? Yaani barabara lote ili umeshindwa kuniona? Chizi nini? Kwani wewe ulikuwa unioni barabara lote ile mpaka unipush mimi? Samehe. Yaani mpaka unigonge. Kupakana mikaa kama hivi ndo nini sasa? Sija kuona dada yangu. Ili barabara lote ni fupi ili barabara? Nisamehe kweli, sija kuona kweli. Sijapata kukuona. Umeshinda kumpush mwenzangu. Umeona mimi hapa ndo nafasi ndio? Yaani hujapata kuniona. Mbona hujampush yeye mwenzangu? Naomba tuheshimiane. Delila. Nisamehe. Nimsamehe rahisi tu? Mbona wewe hajakupushi? Nikusamehe tu rahisi. Kwani ulikuwa uone ukote? Delila. Nisamehe, mambo samahani. Hivi samahani tu? Kwani alikuwa aone barabara lote ili mpaka aje kugongana na mimi? Mbona haja kupushi wewe? Jamani. Bahati mbaya. Bahati mbaya eti? Tuheshimiane.
Pole. Dada! 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 Delila, sasa tuita yule. Hebu achana naye chizi yule, unamsikiliza wa nini? Mimi anataka kuniomba hela sasa hivi, mimi nina hela gani? Lakini msikiliza mwanzo ana jambo la maana. Hivyo umemwona yuko sawa kabisa yule? Umemwona yuko sawa? Ndio alipomchafuchafu vile. Hivi anaweza kaniambia nini? Hebu tuondoke. Wewe pati yako iko hapa. Itakuwa ni yule chizi. Hebu tuende tu. Sema nyati. Tuende turudi. Wewe chizi, hujaokota pati yetu pale. Delila, sio vizuri. Sio vizuri nini bana? Nipa pati yetu tuondoke bana. Ngema ustaarabu tu. Samahani kakaangu. Kama utakuwa umetokotea pochi pale, tunaomba utugaie. Na pia kama tumekukosea sehemu yoyote, tunaomba tu tusamee sana kakaangu. Waliosema kwamba itikia wito njilikata maneno, si kwamba akili zao zilikawa hazina akili, walikawa na akili safi kweli. Wakati na waita nilikuwa nawaitia pochi yenu niwapatie. Mmenichelewesha sana kukaa hapa kuwasubiri kwa sababu nilijua nitarudi tu. Umemaliza kuhubiri? Aya, naomba pochi yetu tuondoke. Mmenikalisha sana hapa kuwasubiri niwapatie pochi yenu. Delila. Delila nini? Hebu naomba pochi yetu mimi niondoke bana. Aya, kama una pochi si unayo? Aya, naomba tuondoke. Una bahati. Ningejua, yani ningekuta chochote kimepotea humu, ungenielezea.
nini? Hebu tuondoke bana. Kama na 2000 mpe. 2000 ya wapi? Mimi na hela za vikoba tu huko natakiwa nipeleke. Hebu tuondoke bana. Tuondoke. So vizuri. Kwa nini unataka kufanyaje? Hebu tuondoke bana. Kama una hela wewe mpe tuondoke. Asante sana. Samahani kidogo. Jina lako nani? Mimi naitwa Chozi. Naitwa Bihidi. Ndio. Nipa huko nani? Wewe tena. Ali, wewe tena. Wewe si umetoka kumsaliti rafiki yangu tu juzi? Umekuja kufanya nini hapa? Ujue mimi sio Chozi. Ujue mimi sio kulialia. Unataka nini? Unajua mimi sitaki fujo kwangu. Chozi humu ndani hayupo. Naomba uondoke. Sasa hivi ondoka. Sasa hivi sihitaji fujo kwangu. Humu ndani hayupo yoyote. Chozi hayupo. Naomba uondoke. Assalam mapenzi jamani, assalam. Nilizani nimepata bwana kumbe ni kichaa. Alhamdulillah. Mwenzenu mimi sina mbele wala nyuma. Alhamdulillah. Mateso nayopitia. Amenipeleka kikaidi, nami mwenzake bado chidi. Nilitakiwa nifaidi, ila maumivu yamezidi. Maumivu yamezidi. Kaja stali ya kulosa, nikajua ni mwamposa. Wenda labda ataniponya, kumbe ndo kashanikoroga. Naomba kwanza unisikilize. Mimi sikumsaliti Chozi kwa makusudi. Ni shetani tu alinipitia. Kwa naomba unisamehe na ukaniombee samahani kwa Chozi. Maana mimi nampenda sana Chozi. Yaani kweli siwezi kuishi bila Chozi. Nilifanya vile nilipitiwa na shetani tu, ndio maana ikatokea hiyo situation. Lakini mimi kweli Chozi nampenda sana. Kwa naomba unisaidie. Ulipitiwa na shetani, si ndio? Kwa hiyo shetani siku hizi ni upepo kwamba unampitia mtu. Si ndio? Haya. Tembea. Huwezi kuishi bila Chozi. Ulivomsaliti mtoto watu anakuhudumia kila kitu. Alafu unakuja kumsaliti kijinga, alafu unakuja kuniambia mimi rahisi eti ni shetani alikupitia. Shem, naomba unisaidie. Mimi nitakupa kiasi chochote cha fedha unachokihitaji. Imradi unisaidie tu Chozi arudi katika mikono yangu. Kiukweli mimi nampenda sana Chozi. Hapo umeanza kuja. Unatoa shilingi ngapi? Nitakupa 300. Fanya hivyo naomba. Wewe usikutumie. Unitumie? Okay. Simu ipo ndani. Fanya kutuma. Tayari?
Unanitania si ndio? Mbona 30,000 sasa? Hiyo ndio nilikuwa nayo kwenye simu, ila kesho nitakuletea shilingi 300,000. Maana itakuwa 330. Ila kama ukinifurahisha zaidi, nitakuongezea hata shilingi 10,000. Una uhakika na unachokiongea? Sasa kwa nini kudanganya Delila? Okay. Mimi Chozi ninamwezea. Usijali kuhusu hilo. Lakini ulichoniahidi hakikisha unakitendea kazi. Hivi unavyoniona naingia ndani naenda kubadilisha nguo. Moja kwa moja mpaka kwa Chozi. Usiniangushe. Sawa. Kaja stelia kulosa nikajoani mwamposa wenda labda ataniponya kumbe ndo kashanikologa. Alhamdulillah, sina budi kusema alhamdulillah, uvumilivu umenishika. Alhamdulillah, nitalizika. Alhamdulillah, nimeshazoea. Kisu chako kilikuwa kivuto, nikakinoa kwa sauti ya Zuchu. Leo nanona mimi kungu nitaki. Kaja stelia kulosa nikajua ni mwamposa wenda labda ataniponya kumbe ndo kashanikoroga. Location ni Kisimani. Basi sawa. Nadhani wewe usinaika kusikia. Sawa. Sasa bosi, Itabidi upite njia ya kati ili ufike kabla yake. Abihudi, unafanya nini huku? Natafuta riziki. Tafuta maisha. Vipi nachafua kisima chenu? Hapana bwana, kwa nini unasema hivyo Abihudi? Mbo, leta ndo yako yanikuonyesha. Unataka kufanya nini Abihudi lakini? Au nitakuchafulia maji yako. Alafu mimi sipendi unasema hivyo Abihudi. Sawa, asante. Pole. Hakuna shida. Asante.
Asante. Hakuna shida. Abihodi. Ndio. Samahani. Bila samahani. Ningetamani siku moja uje upajue kwetu. Nashukuru sana. Mimi nachojua kwamba milima tu njilika haikutani, lakini binadamu sisi tunakutana tu. Kwa hiyo kuna siku tutakutana tena. Nashukuru kusikia hivyo. Nashukuru. Ila nitafurahi sana ukifika. Hakuna shida, nashukuru sana kwa Haya, asante, bye. Haya. Salama vipi? Salama. Vipi boss? Fanya kuja huko. Endelee kukaa mbali hivyo hivyo. Sawa. Haina shida. Umesikia boss alichosema? Hiyo nimemsikia. Unapita kaskazini. Mimi nitapita mashariki. Haya, haina shida. Vipi Lulu, mbona jana hujatokea? Nimekaa sana na kusubiri. Nikaribu ratiba zangu. Afu kutokea shida. Nilikuwa sina muda ndo maana sikufika. Ulikuwa una muda. Sasa kwa nini ukutoa taarifa? Ali, naomba nikuulize swali. Ali, unanipenda? Sasa hicho ni cha kuuliza. Mimi nakupenda ndio. Hivi unanipenda kweli? Nakupenda. Na una malengo gani na mimi? Vipi? Mimi malengo yangu sinahitaji nikuoe. Basi asante sana. Mimi na wewe tumeshakuwa mke na mume. Maana gani? Nina mimba yako Ali. Hivi una akili kweli? Una akili? Wewe nilikwambiaje kuhusiana na kushika mimba? Unashikaje mimba? Mimi nilikwambia ushike mimba? Asa sikiliza, mambo asiwe mengi. Hiyo mimba toa. Asalamu mapenzi jamani, asalamu. Nilizani nimepata bwana kumbe ni. Hivi wewe mwanaume una akili kweli? Uliweka hii mimba tuilee au tuitoe? Mwenzenu mimi sina mbele wala. Mimi kutoa mimba siwezi baba. Sawa, kutoa mimba siwezi. Wewe nisikilize. Mateso nayopitia. Hiyo mimba toa. Kama unahitaji kuendelea kuwa na mimi. Kama unaniacha wewe niache, nitailea. Nipeleka kaidi na mimi mwenzake bado chidi. Nilitakiwa Hivyo unimuelewa kweli hicho kitu kinaelewa? Hiyo mimba nimekwambia toa mama. Maumivu yamezidi. Kajasteli yako. Ali. Naam.
Hivi unajua maana halisi ya kuitwa mwanaume? Sijui wewe kwanza nani? Mbona umejificha huko? Kutoka. Lulu. Abe. Ulika unatambua maana halisi ya kuitwa mwanamke ni nini? Ili uweze kuitwa mwanamke, una jina la mwanamke, unatakiwa kuwa vipi? Ni kuitwa mama, kuwa na familia. Safi sana. Vizuri sana. Yaani safi sana kweli. Hongera sana kwa kuitambua maana halisi ya mwanamke. Ni kweli kabisa, ili uitwe mwanamke lazima uitwe mama kwanza. Yaani maana yake lazima uweze kuwa na watoto kwa kuita mama. Mwenzako hajui faida ya kuitwa mwanaume ni nini. Ngoja nikulambile kitu kimoja Lulu. Hapa duniani kuna wanaume wa aina kuu 4. Lakini mimi nataka nikupe aina ya wanaume, aina 2 za hao wanaume zenye faida kwako na utanielewa vizuri sana. Yupo mwanaume wa kwanza. Mwanaume wa kwanza ni mwanaume ambaye yuko tayari kupata tabu, shida yoyote, ili familia yake iweze kuwa na amani, mke wake na watoto wake waweze kuwa na amani. Ni mwanaume ambaye anampenda mke wake pamoja na watoto wake pamoja na wazazi wa mke wake. Yuko tayari kupoteza uhai wake ili familia iweze kupata kula, ishi kwa amani. Yaani anaijali familia yake kweli. Anaipenda familia yake, mke pamoja na watoto na wazazi wake. Yeye yuko tayari kufariki, yani kujitoa mhanga yeye mwenyewe ili familia iishi. Atatafuta kwa nguvu na mali apambanie familia yake iweze kuishi. Kuhangaika yeye alale njaa, lakini watoto na mama wapate chakula. Huyu ni mwanaume wa kwanza. Mwanaume wa pili ni mwanaume ambaye yuko tayari amiliki pesa nyingi sana na magari, lakini asimiliki familia. Huyo mwanaume ndio yule mwanaume alikwenda kwa mganga wa kienyeji. Huyo mganga wa kienyeji akamwambia kwamba ili uwe tajiri lazima familia yako yote iteketee. Kama una mke na watoto, basi hao watoto na mke wako watolee kafara. Mwanaume huyo akawa tayari kuwatoa kafara familia yake ili yeye aweze kumiliki pesa, ishi kwa furaha na amani. Huyo nji mwanaume wa pili. Hebu ngoja nikufungue akili kidogo. Bwana huyu yuko tayari wewe mimba ulikawa nayo, kiumbe ambacho amekeka yeye, kitolewe. Ambaye huyu mwanamume huyu hajui mtoto aliyeko tumboni ni wa kike au wa kiume, handsome boy au lembo. Akifika duniani atakuwa nani? Rais au waziri mkuu au raia wa nchi ya Tanzania? Atakuwa tajiri au masikini? Atakuwa mchungaji au shehe? Bwana huyu
yuko tayari mimba hiyo iweze kutolewa. Assalam mapenzi jamani, assalam. Nilizani nimepata bwana kumbe ni kicha. Alhamdulillah. Ambaye huyu mwanamume huyu hajui mtoto liko tumboni ni wa kike au wa kiume, handsome boy au lembo. Akifika duniani atakuwa nani? Rais au waziri mkuu au raia wa nchi ya Tanzania? Atakuwa tajiri au masikini? Atakuwa mchungaji au shehe? Bwana huyu yuko tayari mimba hiyo iweze kutolewa. Hayuko tayari kuona hata tumbo lako likivimbira hivi. Utakuwa tayari umeelewa yupo katika kundi la wanaume gani ambao nawazungumzia. Roro, tumia akili. Asante sana. Lulu, usimsikilize, wewe ni chizi tu. Fanya nilichokuambia, sawa? Hauna akili wewe. Lulu. Huyu mjinga ametokea wapi? Wanaharibia mambo yangu. Assalam mapenzi jamani, assalam. Nilizani nimepata bwana kumbe ni kicha. Alhamdulillah. Mwenzenu mimi sina mbele wala nyuma. Kuna mtu ananifuatilia nyuma. Mtajua ni jinsi gani muishi naye. Najua mnafahamu cha kufanya. Ulikuwa unaenda wapi? Unanifuatilia na mjua nani? Yule si chizi tu.
nakupa dakika chache sana. Usionekane katika mtaa. Nakupa dakika chache. Utakiwa kuonekana katika mtaa. Nakupa dakika chache sana. Usionekane katika mtaa. We Lulu. Lulu. Ina maana unione au? Dachozi samani. Mawazo mengi. Mawazo ya nini? Unawaza nini wakati wewe mtoto wa mama? Si wenzio tunatoka huko vijijini huko tunakuja huku kutafuta maisha viwandani. Na viwanda vyenyewe hivyo havieleweki, leo kesho una kazi, kesho huna kazi, Afu usitoshe wewe upo na mama. Si wenzio tumekuja huku tunapanga. Haya wewe unaishi na mama unawaza nini? Dachozi, nawaza nitamwambia nini mama? Kumwambia nini tena? Dachozi, wazi amini. Yaani wanaume hawa. Wanaume tena na wewe wakufanyaje? Dachozi, kwani unaenda wapi sasa hivi? Basi baadaye nitakuja kwako. Mayo. Karibu Mayo. Asante. Ole mwana wapi? Bana mimi sielewi Kisukuma. Ni wewe lolo. Bana mimi Kisukuma sielewi. Yangu. Nani nikipambia ni wewe lolo maana yake niambie. Safi. Uko poa? Niko poa Mayo, ni wewe. Nikikwambia ni wewe na maana niambie. Bwana ongea Kiswahili sasa, mimi Kisukuma sielewi, sinishakwambia. Haya sawa Mayo, niambie Mayo. Nataka mchele kilo 1 na mafuta robo. Tete hamna chengine ndogo yangu. Labda tu naomba kinywaji. Kinywaji juisi gani? Mbona venye usitu ya 500 inanitosha. Ya baridi ya moto? Ya baridi. Sawa kama shida.
Pengine ndugu yangu labda kama unaweza kuchukua kuna mayai, kuna viunga hapa. Kuna sukari, ngano. Haina shida kunilipa hela mayai. Wewe hata ukiniambia ni kuongeza dada ila mayai ili haina shida. Wewe niambie tu nikupe chochote unachokitaka hapa. Kivipi? Kuna bili yako hapo umelipiwa kama ya miezi 5 hivi mayo. Mbona sikuelewa wewe Msukuma wewe? Ndugu yangu nakwambia aje umelipiwa miezi 5, bili ya miezi 5 hapa. Kwa hiyo hata kitaka chochote na kupata kisema tu nifunge hapa ninakuzia peke yako. Haina shida hata kupenye na mpango mmoja kwamba nitoke hapa nini kuna sehemu pale mitaa hapo mbele hapo. Nataka nikafungue kibanda kingine yani naona tu ni yani wewe sema chochote unachokitaka mimi nakupa. Bwana acha matani yako shika hela. Ndugu yangu sio utani nakwambia wewe hela baki nayo tu haina shida. Hapo Msukuma unajua acha matani. Sikutani. Bana mimi sitaki shika hela yako. Mimi kwenye masuala ya hela tunataka mambo ya utani ndugu yangu. Mayo, shida nini ndugu yangu? Wewe sema chochote. Hapo Msukuma unajua acha masiala. Ndugu yangu sikutani. Kwa kweli. Maana nani yeye anakuja kunilipia bili? Yaani huyo jamaa ukimwona huwezi kumzania kabisa. Sasa mbona mimi simjui na sije kukutana naye? Kivipi tu aje anilipia tu bili hapa ni anakuja kuchukua vitu kivipi bwana? Bwana shika lako mimi niondoke. Ndugu yangu bado nakwambia kwamba atakuja. Na mimi yani wewe kama kalipa bili ya miezi 5 ashindwe kufika nyumbani. Mimi naondoka ujue. Wewe nenda. Yaani ila wewe ukitaka kitu chochote, njoo muda wote saa yoyote. Msukuma mimi naenda Mimi ndo naondoka hivyo. Wewe nenda ndugu yangu. Wewe unaleta mtani na bahati kama hizo. Wapo wazee wanazitafuta bahati kama hizo lakini hawazipati. Wewe mtu anakuja na anakulipia bili ya miezi 5 yote. Hapo ndugu yangu unakuwa kama hivyo. Mimi nakwambia wewe njoo ubebe kitu chochote hapo unachokitaka. Wewe haya bye mimi ndo naenda hivyo. Au usiwaze ndugu yangu wewe kila muda wewe njoo kitaka kitu atakishwa sukari wewe njoo tu. Nacheza bahati ndugu. Mwenzangu, kimekupata nini? Mbona umependeza sana? Sasa hapo nimependeza na nini? Na wewe ndo ushaanza kunicheka hivyo. Kwa hapa mimi nakucheka. Hivi wewe mwenyewe hujishtukie kwamba umependeza? Na nini? Haya tuachane na hayo. Vipi kumbeba nini? Ndio naenda kupika, nimetoka huko kuemea kwa Msukuma. Kapike mama, mimi nakuja kula. Tunajua tena mimi mambo ya kupika. Hapana. Nenda kapike na kuja. Nimemaliza. Sawa, lakini mimi mwenzio hapa nipo nina mawazo. Una mawazo? Mawazo ya nini tena mama? Umeshaanza tena mambo yako ya kuwaza yale? Sio hivyo bwana. Yaani hapa nipo nimetoka huko kwa Msukuma kwenda kuemea hivi vitu. Cha ajabu nimemwambia nihudumie, kanihudumia vizuri. Baada ya kunihudumia nampa hela anakataa. Ananiambia kwamba wewe usilipe hela, kuna mtu hapa kaja kulipa bili ya miezi 5. Kila ukija hapo unachukua kitu hamna kulipa hela. Na alotoa hiyo bili mwenzangu mimi simjui. Miezi 5. Ndio naenda tu kuchukua vitu bure. Lakini mimi hata sielewi. Na sijui ni nani alolipa. Anye kuna watu wana bahati jamani. Wewe unachokiongea upo sahihi? Kweli mimi nipo serious. Kwa hivyo vitu hapo hujanunua kabisa? Sijanunua na hela nimerudi nayo nilienda nayo kwenda kulipa. Miezi 5? Upo serious kwenye hilo? Kweli, lakini mimi sijui nani alonilipia. Haya turudi tena tukachukue vitu. Yaani miezi 5 unachukua vitu kama hivyo? Hivyo una akili vizuri? Fanya basi turudi na mimi nikazoe bana nipeleke kwangu. Wewe na ushaanza. Hapo wenyewe mimi nimekwambia mimi simjui alioenda kunilipia hivyo vitu. Alafu unaniambia from now tuende tena turudi tukachukue. Hapana bwana, mimi siwezi. Sasa si umepewa bora hivyo vitu wewe au? Hapana bwana, mimi siwezi. Hivyo unahisi nani atakuwa amekuwekea bili? Ali huyo. Ali. Shoga yangu. Mimi nakwambia Ali. Ali huyu ninayemjua, huyu alinayemjua mimi. Unajua kwa nini nasema Ali?
Ali alikuwa ameshaniambia tokea muda anakupenda sana. Yaani ni vile tu alikuwa anakupima aone wewe utampendaje, lakini huyo ni Hali, hakuna mwingine. Hapana shoga yangu. Sikiza nikwambie. Mimi najua sio wale. Kwa sababu gani? Ukiangalia pale anapoishi. Mimi kodi ndio nimelipia. Kile kitanda cha Sholalia mimi ndio nimenunua. Kila kitu vilivyokuwa mle ndani mimi ndio nilolipia. Iweje leo hii tu from nowhere anaenda dukani analipia bili? Kwa lipi? Bwana sio wale. Mimi na uhakika 100% au basi 99 ni Hali. Bwana sio Hali. Nisikilize, sio Hali. Alafu situation mimi hapa nina stress kibao, sio Hali. Ni Hali. Basi kama ni Hali, mimi simu yangu nimeacha hapo nyumbani chaji. Kwa hiyo naomba umpigie, umwambie yeye nyumbani tuzungumze. Sawa, mimi nitampigia. Lakini sasa mimi ninachokushauri, yale masira yako hebu yatulize. Yaache. Zali hilo mwanangu. Basi ikija ijirudi mara 2. Hizo hasira zako hizo zikaushe. Haya poa. Basi sawa mimi naenda. Haya wewe nenda kapike na kuja. Hivi Delila, mbona simu za ghafla? Wewe kuna issue. Mpango wako umekamilika. Wewe. Siniambie basi. Sasa issue ni hivi. Moja kwa moja nenda kwa Chozi. Chozi ameniambia uende. Lakini usiharibu. Wewe bonge la genius rafiki yangu. Yaani ni genius, yani sijawahi kuona. Maana I mimi ni genius, genius ni wewe. Mimi nakwambia genius ni wewe. Kumbe sasa wewe ulikuwa unanilipa nini kama ulikuwa unaweza kulipia duka lizima? Umemlipia miezi 5. Akachukua kila kitu anachokitaka. Halafu unaniita mimi ni genius. Wewe ndio genius bwana. Kivipi? Kivipi? Mwanzo kila anachokitaka anakipata. Yote hayo ulikuwa unaweza kufanya, hapo mimi unajileta leta eti sijui 300,000. Kumbe unaweza kumlipia duka lizima. Yaani kumlipia aje? Kumlipia kila kitu unachokijua dukani. Dukani kuna kuaga na nini? Mafuta, sijui juisi, sijui unga, sijui mahindi, sijui mchele. Hivyo. Ali, usinichore na wewe, sawa? Hebu nisikilize, sawa? Mimi sijamlipia Chozi kitu chochote. Sasa kama umeshakaa huko umechezeza mambo yako, umeenda kumtafutia madanga ili wamlipie, afu mwisho siku unakuja kunipanga hapa. Poa. Aliyemlipia Chozi ni nani mwingine kama sio wewe? Kwa hiyo mimi kukusaidia kote huko, sasa hivi unakuja kunigeuka na unaniambia kwamba mimi nimekutafutia madanga, si ndio wale? Sasa unanivuruga rafiki yangu, unaniambiaje nimemlipia sio dukani? Mimi sijamlipia dukani. Hebu sikia. Fresh also sema amesema niende. Naomba hayo masira yako yaache. Naomba changu. Wewe umesema niende, basi ngoja nitajua huko. Usiondoke mwanangu, fanya kunimalizia hela yangu mimi. Wewe mtulia, mimi ngoja. Nitulie nini hali? Nitulie. Ngoja kwanza nikaona na Chozi hapo. Kwa hiyo ulinipanga. Ulinipanga mwanangu, si ndio? Nakutumia. Ali. Tena. Vipi lakini? Sasa nilisema haya. Thank you mama for. Okon. Ndio wangu unaniambia una shida gani? Dada, naomba tu nikwambie ukweli. Siwezi nikakuficha. Dada, nisema kweli mimi nina mimba. Una mimba? Mdogo wangu mama kunapoka sana. Unashikaje mimba umliu?
Niambie na wewe baba mimba anasemaje? Baba mwenye mimba anasema kuwa nikatoe. Na mwenyewe siwezi kutoa hii mimba dada. Siwezi. Anapoza ushauri mdogo wangu amempa usitoe. Usitoe kabisa? Vipi maana naye amemwambia? Hapana, mama sijamwambia. Wewe kama unavyomjua mama jinsi alivyo. Mama ni mkali. Hapo cha kufanya mdogo wangu cha kukushauri inabidi tu kumwambia mama. Maana haina jinsi. Inabidi tu kumwambia. Bora tu mwambie mama akae akijua. Sasa yeye mwenyewe hapo ndo atajua jinsi gani anafanya. Wacha kufanya tu nenda kumwambia mama. Itakapokuwa bora wewe ila mama tu mwambie. Na hata kama kiposipoza hata usijali. Wewe njoo tu hapa nyumbani tutaishi wote. Maana ukisema ukae kimya utazidi kuongeza matatizo mdogo wangu. Umwambie kama atakufokea, atakupiga, najua yule ni mzazi atakuelewa tu. Nitaanza wapi kumwambia mama? Na inabidi ukamwambie. What did? Ai karibu nipo huko. Ali, wewe tena huku? Mmoja ufanya nini? Na kuuliza huku mmoja ufanya nini? Wewe Lulu, unataka kuniambia unamjua Ali? Assalam mapenzi jamani, assalam. Nilizani nimepata bwana kumbe ni kichaa. Alhamdulillah. Mwenzenu mimi sina mbele wala nyuma. Huwezi amini. Mwanaume naye kuambia kanipa mimba ndio huyu hapa. Amenipeleka kikaidi na mimi mwenzake bado chidi. Unasemaje? Nifaidi ila maumivu yamezidi. Maumivu yamezidi. Kaja stali ya kulosa nikajua huu ujauzito ni wali. Mdogo wangu hebu acha kuvuka mipaka. Kaja stali ya kulosa nikajua ni mwamposa. Wenda labda ataniponya. Hivi Lulu, bado siamini macho yangu. Huu ujauzito ni wali kweli? Unajua wewe ni shemeji yako? Alhamdulillah. Sina budi kusema alhamdulillah. Uvumilivu umenishia. Alhamdulillah. Nitalizika. Alhamdulillah. Nimeshazoea. Na maana huyu Ali ni shemeji yangu mimi. Wewe Ali, huyu ni nani yako? Ina maana huyu ni mpenzi wako na mimi ni nani kwako? Mimi ni nani kwako? Na ulikuwa na malengo gani kwangu mimi Ali? Aha, nimekumbuka. Ni kwa nini ulikuwa hutaki nisijulikane? Dada, huyu ndo alikuwa ananiambia mimi nitoe hii mimba. Ali, ina maana huyu anachokisema ni kweli? Dachozi, naomba nikwambie kitu. Kama ulikuwa unategemea huyu mwanaume wa ndoto zako, hapa hamna mwanaume.
Ali, nakuchukia. Nakuchukia. Assalam mapenzi jamani, assalam. Nilizani nimepata bwana kumbe ni kichaa. Alhamdulillah. Uli mpenzi wangu. Ndio kodi yako. Kwa nini hujasema? Sio unasema ni kwako ndani wewe. Kwa hiyo vitu vyote tulikuwa tunaniambia kama kitu baby nimelizika si nini ni uongo kumbe. Mateso nayo ukitia. Na mko na shida gani? Sikiliza. Mimi nitakuacha. Sasa sikia. Umeenda nisiondoki. Wewe na wewe mara mwenzio ondokeni hapa kwangu. Sasa hivi. Mimi nijua tu sio maigizo. Nijua tu sio maigizo. Leo anakuja ananiambia ni maigizo kumbe hata sio maigizo. Huu ni ukweli. Na kama ni maigizo, hii ni episode ya ngapi? Nataka uniambie, hii ni episode ya ngapi? Ani wewe ndio kunifanyia mimi hivi? Kumbuka tulikotoka Ali. Kumbuka tulikotoka. Tumefanya mangapi? Wewe ndio ya kunifanyia hivi mimi? Au kumtia Lolo mimba? Wewe Ali, nimekufanyia mangapi? Nikufanyia nini ili ulizike? Siamini kitu ulichonifanyia. Siamini. Kesi yangu imeisha. Natumia jiko la kuni. Mbona unanifanyia hivi? Kwani naumia. Naumia mimi. Kwa kile ulichonifanyia. Hakika sitakusamehe Ali. Sitakusamehe. Ali, naomba ondoka nyumbani kwangu. Ondoka nyumbani kwangu, sikutaki. Ondoka, sikutaki Ali. Assalam mapenzi jamani, assalam. Nilizani nimepata bwana kumbe ni kichaa. Alhamdulillah. Mwenzenu mimi sina mbele wala nyuma. Alhamdulillah. Mateso nayopitia. Amenipeleka kikaidi, nami mwenzake bado chidi. Nilitakiwa nifaidi, ila maumivu yamezidi. Maumivu yamezidi. Kaja stali ya kulosa, nikajua ni mwamposa. Wenda labda naomba ondoka nyumbani kwangu. Ondoka nyumbani kwangu, sikutaki. Ondoka, sikutaki Ali. Assalam mapenzi jamani, assalam. Nilizani nimepata bwana kumbe ni kichaa. Alhamdulillah. Mwenzenu mimi sina mbele wala nyuma. Alhamdulillah. Mateso nayopitia. Duniani kuna msemo mmoja Waswahili wanasema kwamba yupo bwana mmoja alipiga ndege wawili kwa jiwe moja. Kwamba huyo mtu ni mtu alikaa mjanja kweli sana. Lakini napenda nikuulize swali moja bwana ndogo. Kwamba wewe ni yule uliopiga ndege
wawili kwa jiwe moja, au wewe ni yule ambaye umepigwa na ndege watatu kwa jiwe moja? Hivyo ni nani hasa? Mbona unifuatia sana kwenye maisha yangu? Mbona unafuatia sana maisha yangu? Niache basi. Wasikiliza mwanangu, fanya mambo yako, usinifuatilie kabisa. Sio, unaelewa? Fanya mambo yako mwanangu. Acha kabisa kunifuatilia. Sikiliza nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Mimi siwezi kumfuatilia mpumbavu na njinga kama wewe hapo. Mimi sina akili ya kufuatilia mtu asiyekuwa na akili. Si kwamba kuvaa kwangu hivi vikao unaniona kwamba mimi sina akili, na akili nzuri sana. Yaani kama akili nilikawa nayo ya maana ya kutosha sana. Yaani wewe ndiye mtu ambaye ulikawa una akili. Katika watu ambao hawana akili, wewe ulikawa hauna akili. Mpaka hapo kutambua kama Chozi na Lulu ni watu wanaofahamiana. Yaani kwa tamaa zako umekwenda ukapitana na Aisha sijui nani yule. Ukawagombanisha watu wawili wanangombania mtu mmoja. Alafu ukasahau samadi ya mtu mmoja ambaye ndiye kifanya kila kitu kwenye maisha yako. Mtoto wa watu Lulu, ukanitia mimba. Baada huyo unanitia akili kwamba toa ile mimba ile. Hivi ndugu yangu, unajua maana ya kutoa mimba ni nini? Yaani wewe unafananisha na muuaji, yaani mtu ambaye tayari amewaua watu 70. Kwa sababu kile kiumbe ambacho kilikawa tumboni kingefika duniani, wewe ujue kile kiumbe kitakuja kuwa nani hapa duniani. Siku ile nilikwambia anaweza kawa rais wa nchi ya Tanzania hii, awakaja kawa shehe au mchungaji mkubwa wa kuweza kuwaponya watu wengi ambao wangeingia kwenye moto wa shetani huko. Jaribu kutumia akili yako vizuri. Unafanya nachukia sana nikiona binadamu kama wewe hapo. Yaani binadamu wenye roho kama ya kwako, tabia kama ya kwako, mimi nilikawa nawachukia sana. Mtu ambaye anashusha hadhi ya mwanamke, mtu ambaye anaitwa mwanamke. Hivi unajua mwanamke ana thamani gani hapa duniani hapa? Lulu, sihitaji salamu yako. Lulu mwanangu, uko peke yako humu ndani, huna msichana yeyote wa jirani wala wa ndugu. Hii mimba ina Mama nisamee. Lulu, una mimba. Hii mimba ya nani? Tena ina miezi miwili kweli? Kwa hiyo unapenda kunizalilisha mtaani Lulu? Sasa nikwambia kitu Lulu, tusitaki kuchafuliana. Naomba toka nenda kwa mjinga mwenzio. Toka nenda kwa mjinga mwenzio. Vitabu vinasema mama yako nji Mungu wa pili duniani. Yaani mwanamke nji Mungu wa pili hapa duniani, nji Mungu wa duniani hapa. Mwanamke Mungu amempa huruma. Hivi ulishawahi kukaa kwenye kioo ukajitazama sura yako? Ukaangalia pua lako, mkono yako na mguu yako? Hakika ni wewe mwenyewe. Wanawake wana huruma sana ndugu yangu.
Mwanamke amejaa huruma na upendo. Ni mtu mwenye kusamini moyo wa mtu mwingine kabla ya kusamini moyo wake yeye mwenyewe. Hebu kumbuka kitu kimoja, ni kuambia kitu kimoja Mwanaali. Mwanamke anajua kwamba katika kujifungua mtoto, yani kwenda kuzaa mtoto, kuna mawili kutokea. Kuna yeye kufa au mtoto kufa. Mtoto apone na yeye apone, ndio tena vitambua hivi. Lakini fikiria kwenye kichwa chako na akili. Anajua kabisa kwamba mimi nazaa kwa uchungu, ila nakubali akuzae wewe uje duniani uje ufanye upumbavu na ujinga kama ulikao unafanya wewe. Tumia akili na moyo. Ukitumia akili na moyo, kila kitu kilikawa sawa. Lazima Mungu naye ashuke kwenye moyo wako kukusaidia. Mama, naomba nisamehe. Nakuuliza tena, kwa nini unanizalilisha mtaani na kanisani? Mimi nina cheo changu. Kwa nini nakuwa hivyo? Ufikiri kanisani kule mimi watanionaje? Mama, naomba nisamehe. Nimesema Lulu, toka kamkute mjinga mwenzio mlotaka kuanza maisha, nendeni mkayaendeleze. Usiniharibie siku. Nadhani unanijua. Tama. Nimesema toka, tusichefuane moyo. Lulu, toka. Tafakari na ufikirie. Nachukia sana mimi. Abiuni? Vipi unafanywa hapa? Chozi. Unakaa hapa? Ndio. Ndio mimi nakaa hapa. Yaani huwaga napitaga sana hapa. Usiniambia unapitaga hapa kila siku bwana. Yaani sana tu napita hapo na kuja na ukota makopo yenu hapo mnatupa humu. Jamani, yani nimefurahi sana kukuona. Njile msemo alisema kwamba binadamu lazima tutakutana. Ile milima njile haiwezi kukutana. Jamani, nimefurahi sana. Asante sana. Hivi mambo mengine yalikawa naendaje? Poa. Basi nashukuru sana. Bwana, hebu subiri kwanza kidogo. Afu ujue nilikuwa nakutafuta wewe, nilikuwa nakutafuta sana kwa sababu nilikuwa na shida ya muhimu na wewe. Hey. Ulikuwa unanitafuta mimi? Ndio. Ali hapa kwanza namshukuru Mungu hata nimekuona. Naomba basi kama una muda tuzungumze hata kidogo. Basi hakuna shida. Basi sawa. Tuende kwanza kidogo. Tuende kutoa pale kwa kimvuli tuzungumze. Abiuni. Nimekuja hapa na mazungumzo na wewe. Kwanza, nimefurahi sana kukuona. Yaani sana. Lakini kuna jambo nataka nikwambie. Hapo unavyoniona hapa nilipo.
nimetoka kwenye maumivu makali sana. Ani sana. Toka siku yetu tulipopotezana kisimani, sikujua ni jinsi gani tena ya kukupata. Lakini namshukuru Mungu tena amenikutanisha na Abiudi. Namshukuru sana Mungu kwa sababu sikujua nitakupata wapi. Hakuna shida, yani hakuna tatizo. Yani kuna shida gani yani? Yani tatizo mpaka linakufanya uwe nakuwa hivyo. Tatizo ni nini? Ana Abiudi. Hapa ni hivi. Tamani tena kuwa na mahusiano na wanaume wengine yote ndio wako nje. Maana wanaume ni watu wabaya sana. Mimi ninachohitaji ni kumpata mwanaume wa ndoto zangu ambaye awe mume wangu na mimi niwe mke wake. Tujenge familia pamoja. Hawa wanaume wa upite. Ani nipate huyo mwanaume kaniumiza. Amenitesa. Sasa nimeona basi inatosha. Nimtafute mtu wa kuwa naye kwa maisha yangu. Abiudi, mimi nimekuona wewe. Nakuomba sana. Sikiliza nikuambie kitu kimoja Chozi. Kwamba yani mimi hapa nilipikawa si mwanaume ambaye anategemewa sana na mwanamke. Siwezi ishi na mwanamke kwa sababu ya maisha yangu mimi mwenyewe. Hapa nilipikawa mimi sina sehemu ya kulala. Kwenye kula ni shida na tabu. Sina biashara yoyote nilikuwa nafanya zaidi ya kuokota hayo makopo hayo. Napeleka na pimiwa pale napata shilingi 500, 1000 basi mimi nalizika. Yani mimi ni mtu wa kutafuta chakula mimi mwenyewe. Ambapo kuna wakati mwenyewe chakula ambacho naweza nikala mimi mwenyewe bado kinanishinda Chozi. Sasa unaposema kwamba mimi naweza kawa mtu wako yani mume wako tena wa ndani, yeye maana yake ni mtu na mke wake. Kwanza nakushukuru kwa heshima hii ambayo umenipatia. Lakini kusema kweli ni kitu ambacho kuwezekana inaweza kawa ni ngumu sana. Hapana Abiudi, usiseme hivyo. Kwa sababu gani? Wewe ni mwanaume mwenye nguvu. Unaweza kupambana. Usijali kuhusu hilo. Kama ni kuhusu swala la kazi, mimi nitakutafutia kazi, utafanya kazi. Ukisema labda sehemu ya kuishi, tutaishi yote hapa kwangu. Nakuomba sana Abiudi. Nisikilize. Mimi tayari kwa chochote kile utakachoniambia. Nisikilize tafadhali. Yani kwamba mimi bado sijaweza kukataa. Lakini tatizo ni moja. Vipi kuhusiana na jamii ilikuzunguka wewe? Inakuona naishi na mtu ambaye mitaani likanakota makopo. Maisha yangu ni haya, sina vazi lingine zaidi ya hili nilikawa nimevaa hapa. Yani mwenyewe natembea, si kwamba sipati aibu. Aibu naipata. Lakini sasa nguo ya kuvaa nyingine je likitoa wapi? Basi aibu mwisho siku naichukua aibu naiweka kwenye mfuko. Naikusanya naika kwenye mfuko. Ili niwe na uwezo kutembea barabarani bila kuwa na aibu ya aina yoyote. Natamani kali kweli kufanya hivyo. Lakini sasa ni shida na tabu. Kila nikifikiria nakosa majibu. Katika hilo sijasema kwamba nimekataa Chozi. Lakini kwamba tazama maisha nilikawa nayo. Maisha magumu kweli. Kweli Mungu amekupa na moyo wa upendo. Natamani kweli uwe na mwanaume ambaye atakupenda na kukujali na kukuheshimu. Kukufanya uheshimike, kukupa heshima ya mwanamke. Lakini nafikiri kuna vitu kwangu utavikosa. Hapana Abiudi. Mimi nimeshakwambia please, naomba nimeshakwambia chochote kile mimi nitafanya kwa ajili yako. Na kuhusu swala mavazi, usijali, mimi nipo. Na kama kweli upo tayari, naomba uende ndani bila ukaoge, ujiandae nikupeleke saluni. Tukishatoka saluni, tunaenda shopping. Tafadhali nakuomba. Yani nikaoge hivi alafu
Njili tuende saluni. Ndio. Alafu nikienda saluni nipendezere. Lakini ngoja nikuulize kitu kimoja. Unaamini kabisa ulivika unaniona ni mwanaume sahihi wa kukupa furaha kwenye maisha yako? Ndio, ni mwanaume sahihi kwangu. Mimi nahisi tu ni makusudio ya Mungu kunikutanisha mimi na wewe. Na mimi nimekupenda muda mrefu sana. Nishalia, nikaumizwa kuhusu mapenzi nilompata, amenituliza na lala. Basi chunga, sijeumiza hisia zangu, mimi mwenzako kwako nishazama. Kwa raha zako we naziachaje sasa, baby we zam na lala. Basi chunga, sijeumiza hisia zangu, mimi mwenzako kwako nishazama. Kwa raha zako we naziachaje sasa, baby we mwenzako. Chakula kile kina maji yanyweki, mwenzako nisipokuona napatwa homa, nisipokuona napata shida. Umeniweza wewe. Na huko umetokea wapi? Wewe. Na huko ndani umetoka kufanya nini? Hivi jamani, hata uone aibu unaingia ndani kwa watu pasafi hivi jamani, ulivyo mchafu hivi jamani, umetoka kufanya nini huku? Hivi kwani na ama ngongo yako huku umefuata nini huku? Chozi naye kwani? Mimi nilisema wewe ni mwizi Chozi. Mama, shida nini makelele hapa? Hapo unapotoka nini? Chozi. Au umeziba macho? Hivi mtu anakosa hata kweli? Jamani, umekuja kufanya nini? Hivi umeona alivyo mchafu hivyo? Ona ni sawa kabisa, si ndio? Hivi na wewe uchafu wote, yani umezubutuje kumuingiza huko ndani? Ngoja tu nikwambie. Huyo mtu ambaye unamuita mwizi wewe, mimi huyo ni mpenzi wangu, na sio mpenzi wangu tu, ni mume wangu. Unanielewa? Mume wako? Ndio, mume wangu. Mama, hivi jamani wewe au wameshakuloga? Wameshakuchezea. Wewe sio mwizi tu wewe. Wewe pengine una uchawi ndani yako. Hivi wewe kukupenda wewe? Wewe kukupenda? Wewe Chozi. Umepatana nini? Ulipofika ndio hivyo. Mama yangu. Hivi kweli wewe wakuwa mtu wako wewe? Wakuwa mume wako, eti unamwita mume wako? Ndio mume wangu. Kwani hafai kuwa mume huyo? Sasa shoga yangu. Wewe si udugu wangu. Mimi ninachokuomba, naomba mguu wangu wako. Unisindikize huko nipeleke shopping. Mama. Na pia punguze lo mbaya. Wamekuharibu kabisa. Yaani mimi nilijua wamekuloga. Yaani wamekuloga. Wameshaanza kukufanya na wewe chizi. Unakaribia kufanyaje? Kuvaa haya matakataka. Mimi siwezi kwenda na njia moja na nyie. Kama unataka nikusindikize, hatua mbele kule, hatua 5 mbele apige. Ndio na mimi naenda. Siwezi kutembea barabara moja na kitu mchafu. Sitaki aibu. Delila. Kumbuka yeye ni mwanamke. Nawe pia unazaa, si unaelewa shoga yangu. Mwanamke wapi? Niangalie kuanzia chini hadi juu. Mimi siwezi kufanana na mtu wa hivi. Jamani, siwezi. Ujefa hujaumbika. Kwa umeshamloga. Hivi serious mimi natembea barabara moja na huyu?
Nishalia nikaumizwa kuhusu mapenzi nilompata, amenituliza na lala. Basi chunga sijeumiza hisia zangu, mi mwenzako kwako nishazama. Kwa raha zako we naziachaje sasa, baby we mwenzako. Chakula kiliki na maji yanyweki, mwenzako nisipokuona napatwa homa, nisipokuona napata shida. Umeniweza nishalia nikaumizwa kuhusu mapenzi nilompata, amenituliza na lala. Basi chunga sijeumiza hisia zangu, mi mwenzako kwako nishazama. Kwa raha zako we naziachaje sasa, baby we mwenzako. Mwenzangu anatamani kidogo kusafiri. Taarifa zake mbona tuna ofisini? Hilo hapa nafahamu boss, mimi sifahamu kuhusiana na hilo. Okay, basi ingia ndani ya gari. Nisipokuona napata shida. Umeniweza. Okay, wateja karibuni sana. Ile fashion napatikana Zoliwale, pamba kali kabisa. Watu wote wanapatikana, watu wote wanapendeza kupitia duka hili hapa. Wewe nakaribisha sana. Jana nilikesha na kumbe nikavesha sababu yako wewe, baby love. Jana nilikesha na tunge nikavesha sababu yako wewe, baby love. Jamani, hivi ni kweli?
wewe ndo mwanaume wangu halisi. Jamani. Unajua mimi yale yote nilokuwa naongea nilikuwa naigiza. Mimi siwezi niseme mtu vibaya. Siwezi nikamtamkia mtu vibaya. Unanijua kabisa. Kwa kaka na wewe. Si unaona kabisa mimi na roho nzuri.